kama navyoweza kuzungumzia kwamba changamoto kubwa watu wengi ni kwamba umaskini wameuzoea, na ukishazoea umaskini unakuwa sehemu ya maisha yako. Sasa hizi ni moja kati ya gharama ambazo kama utaendelea kuzoelea umaskini. Gharama ya kwanza nasema kwamba kununua vitu kwa gharama kubwa zaidi. Maana hapa tunazungumzia kwamba maskini huwa ananunua vitu cheap. Maana kununua vitu cheap itampelekea vile vitu kuharibika haraka, lakini pia kununua mara kwa mara. Kwa hiyo kufanya hivyo maana anakuwa anapoteza gharama kubwa sana kwa ajili ya kununua vitu. Lakini pia kitu kingine ni kwamba ataangukia kwenye kitu kimoja kinaitwa predatory lending. Predatory lending mfano wake ni kwamba mikopo ya kausha damu. Mikopo ambayo inakuwa ni kandamizi na riba kubwa, kwa umaskini anajikuta ameingia kwenye gharama hizo. Lakini pia kitu kingine ni kwamba anaingia pia kwenye gharama za usafiri. Unapozungumzia gharama za usafiri, maana yake anapofanya kazi na anakokaa kuna umbali. Kwa mwisho wa siku anajikuta kwamba gharama kubwa anayoweza kuitumia, ama kama ni mshahara kama ni kipato, kinaishia kwenye nauli. Kwa hiyo hii ni moja kati ya gharama ya maskini. Maskini ni gharama sana. Lakini pia kitu kingine ni kwamba afya na gharama zake. Manake katika afya tunasema kuna kitu kimoja kinaitwa preventive care. Manake preventive care ni kitu cha kusema kwamba vile vizuizi kabla ya ugonjwa wenyewe. Wanasema kwamba wataalamu, kinga ni bora kuliko tiba. Sasa maskini ni kwamba vile vyakula ambavyo unaweza kula ni vyakula ambavyo havina virutubisho. Kwa mwisho wa siku vinapelekea magonjwa nyemelezi, na mwisho wa siku anajikuta kwamba maisha yake yote anakumbwa na changamoto za magonjwa. Kwa hiyo mwisho wa siku akienda pia hata kupata tiba, anapata tiba za kawaida, kwa sababu gharama zile zinakuwa ni kubwa kuliko kipato chake ama kuliko uwezo wake. Kwa mwisho wa siku anajikuta katika afya anapata changamoto. Lakini pia sehemu nyingine tunasema kwamba anapata quality ndogo ya elimu. Maana tunapozungumzia quality ndogo ya elimu kwamba kuna sasa hivi kwa jinsi teknolojia imeweza kubadilika, ni kwamba mtoto mdogo anapata elimu ya practical, ambapo itamfundisha mtoto ujasiriamali, elimu ya fedha. Kwa mtoto atajifunza, maana mtoto anamaliza anajifunza kuhusu manunuzi na mauzo. Lakini maskini ni kwamba hana uwezo wa kuchagua elimu ambayo yeye anahitaji. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu hana fedha. Lakini pia kitu kingine tunasema kwamba physiological effect. Physiological effect ni kwamba maamuzi mengi ambayo anafanya maskini, tunasema kwamba ni poor planning. Maana yake inakuwa kwamba ni maamuzi ambayo sio mazuri, yanakuwa ni poor. Kwa sababu gani? Kwa sababu ana kitu kimoja ambazo stress za muda mrefu kwenye akili yake. Maana yake stress zake nyingi zinatokana na fedha. Kwa hiyo inamfanya kwamba ufahamu wa akili ama maarifa ya akili yanapungua. Kwa hiyo ndio maana changamoto kubwa ya watu wengi ni kwamba wanaingia kwenye tunasema kwamba grupu kubwa sana. Au kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya poor planning, anakuwa hana maskini. Kwa hiyo changamoto kubwa ni kwamba anajikuta anaingia kwenye hayo matatizo. Lakini pia kuna kitu kimoja kinaitwa familiarity bled. Kuna kitu kimoja kinaitwa familiarity bled complex. Sasa familiarity bled complex hii ni kwamba inakuwa ni umaskini ambao ameweza kuzoelea. Maana kama ninavyoweza kufahamu kwamba katika maisha ni kwamba ukishaweza kuzoea umaskini, maana unakuwa sehemu ya maisha yako. Kuna baadhi ya vitu mtu anaweza akawa anazoea. Maana maskini yupo tayari kwamba apewe hela leo hata kama ni kiasi kidogo, lakini sio kusubiria kwa muda mrefu. Kwa hiyo anakuwa amezoea na hiyo tabia. Lakini pia kuna kitu kingine tunasema kwamba kutosikilizwa na kupewa nafasi. Kwa sababu maskini anaweza akasikilizwa na kupewa nafasi kwa sababu anaamini kwamba ni mtu ambaye hana kitu chochote cha kuweza kuongezea, na hawezi kupewa nafasi kwa sababu anaamini mtu ambaye anakuwa ana njaa nyingi. Kwa hiyo moja kati ya vitu hivi maana yake maskini anajikuta kwamba anapata gharama, pia anakosa vitu vya msingi. Lakini pia kingine ni kwamba time wasted. Kila kitu ambacho unaweza kufanya maskini anapoteza muda, kwa una foleni kubwa. Kuna vitu ambavyo atakuwa afanye muda mchache, lakini anatumia muda mwingi sana.